kinachoweka peupe utendakazi wa viongozi wetu na kuuliza maswali magumu bila uoga wala kipindi ni Kenya Leo, kipindi kipya kinachoangazia masuala ya uongozi bora na siasa. Hapa hakuna upendeleo au uoga wa kuongea. Kwa ufupi, tunachambua masuala kinaga ubaga, ili mradi inahusu maisha ya wananchi Mkenya. Nchini Kenya tuna serikali na tuna upinzani. Serikali iliyoko hivi sasa ni ile ya Jubilee, na kama wanahabari ni jukumu letu kutetea maslahi ya mwananchi dhidi ya sera na utendakazi wa serikali iliyoko. Na ndiyo maana tumekuwa tukimulika nguzo 7 kuu katika manifesto ya Jubilee, ambazo ni pamoja na uwazi, uchumi na ustawi, uwiano na utaifa, usalama, ugatuzi, haki na usawa, utumishi na huduma kwa raia, na mwisho ni uwezo. Tutaendelea kumulika hadi ahadi zote hizi ambazo zimepeanwa na serikali ya Jubilee. Mimi ni Tom Japani, na katika studio kuchanganua masuala haya ninao wageni wetu ambao ni pamoja na Seneta wa Homa Bay Moses Otieno Kajwang wa chama cha ODM ama mrengo wa upinzani wa NASA. Aliingia bunge la Senate mwaka wa 2014 kupitia uchaguzi mdogo baada ya kifo cha kakake mkubwa Gerald Otieno Kajwang. Kajwang alianza shughuli za uongozi tangu akiwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Moi. Na pia tunaye mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah wa chama cha Jubilee, ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu uwekezaji na pia mwanachama wa The Powers and Privileges Committee. Licha hiki kuwa kipindi chake cha kwanza bungeni, Kimani Ichung'wah anatambulika kwa ujasiri wake wa kutoa hisia zake bila ya kuogopa, hususan katika kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Kushoto kwangu tunaye wakili Bobby Mkangi. Alikuwa mmoja wa wataalam katika kamati ya wataalam walioiandika katiba mpya ya 2010. Ni wakili mtajika, mtetezi wa haki za binadamu, hasa za watoto. Hili si darasa la lugha. Ningependa tu kuweka wazi kwamba iwapo unataka kujifunza Kiswahili, basi usikose kujiunga na mwenzangu Ali Hassan kila Jumamosi katika Nuru ya Lugha hapa katika Radio Maisha. Hapa ni siasa tu. Kwa hivyo ukimsikia Kajwang akisema ule chama chetu tafadhali mwelewe hajazaliwa Mombasa. Bobby naye si mtaalamu wa katiba peke yake, ila ni gwiji pia wa lugha ya Kiswahili. Na kufikia hapa, labda tuanze tu, wiki yako ilikuwa wapi? Ilikuwa vipi Bobby Mkangi? Wiki imekuwa njema, namshukuru Mwenyezi Mungu kama ilivyo ada. Shughuli pilka za maisha kama tulikuwa tunasema kabla ya kipindi. Wanasiasa wamekuwa na tuburudisha, kwa hivyo pengine tutaingilia kwa undani burudani la siasa kote nchini. Imekuwa ni tumeanza msimu wa politics, kwa hivyo asante sana. Senator Kajwang, wiki yako imekuwa namna gani? Naam TJ, nimekuwa na wiki njema. Tumekuwa tukizunguka mashinani, tukiwahimiza wananchi wachukue kura, tukifuatilia pia wale ambao walitafuta kitambulisho na vitambulisho bado havijarudishwa. Tumekuwa tukifuatilia kuhakikisha kwamba ile directive ambayo rais alitoa kwamba Wakenya wapewe vitambulisho in a period of 4 days inafanyika. So far tunaona kwamba kuna improvement kubwa katika hiyo process ya kupeana kipande. Na jana pia tulikuwa Bomet, na Bomet jana tuliamua lazima tuwe na fundamental change hapa Kenya. Lazima na sio kubadilisha serikali tu. Ni kuwa na mwamko mpya Kenya. A new vision for Kenya. A new Kenya where mtu yoyote, awe mtu wa kutoka Bomet, awe mtu wa kutoka Laikipia ama Marsabit ama Kiambu ama Kikuyu, has got an equal chance ya kuwa kiongozi. Na a system and a nation ambapo sasa tunaweka the people first. Kwa kifupi tuseme wiki yako imekuwa siasa. Lakini mimi ni mwanasiasa boss. Asante sana. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, wiki yako kwa kifupi tu imekuwa namna gani? Najua kwanza Tom, Senator hapa ameanza na kualika watu wa Kikuyu kuingia kwa anasa. Nataka niwaambie sisi watu wa Kikuyu sio watu wa anasa, sisi watu wafanya kazi, watu wa kutenda na kujenga nchi. Wiki yangu imekuwa nzuri.
kazi bunge, na siku ya Alhamisi nikaweza kusafiri kwa barabara kutoka hapa Nairobi hapa Embakasi mahali pipeline inafika, na kuna mradi wa Kenya Pipeline wa line mpya ambayo imekuwa ikijengwa kwa muda wa miaka 3 iliyopita. Naam. Tunaenda mwaka wa 3 toka ianze mpaka pale Kipevu, na nimeweza kuona mafanikio makubwa kwa ule mradi, kazi ambayo imetendeka kwa gharama kubwa kwa nchi, na ambayo itakuwa ya manufaa zaidi hasa kwa watu wa Nairobi na kupanda mpaka Uganda ambao wataweza sasa. Kwa hivyo wewe wiki yako imekuwa ya maendeleo. Imekuwa ya maendeleo, ijapokuwa hata ile ya siasa bado tumefanya kidogo. Lakini unajua sisi mengi yetu ni kazi, sio siasa. Lakini kwa nafasi kubwa imekuwa wiki nzuri. Imekuwa wiki nzuri. Na nimefurahia kuona watu wakienda kufanya anasa, mambo ya anasa. Unajua nazungumzia maneno ya anasa, na wiki hii pia tulipata a new word katika vocabulary ya siasa ya Kenya. Kitanda mbili na kusema na kitanda badala vitendawili. Amekuwa akifuatilia pipeline kule Bomet. Unajua watu ambao wamekuwa na shughuli mingi za kazi, mambo ya anasa hatuwezi kuelewa sana. Mambo ya anasa ukiweka wanasiasa wawili pamoja hawafati mtiririko wa maneno. Kwa hivyo niacheni nimshughulishe pia msikilizaji na anayetazama runinga yetu kwa KTN News kwa sasa. Unaweza kuchangia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 22277 au Twitter @Radio Maisha na ukurasa wa Radio Maisha kwenye Facebook. Kumbuka hii ni Radio Maisha kupitia kwa runinga yako ya KTN News. Kipindi ni Kenya Leo. Sasa basi, wiki hii ilianza na pigo kwa serikali ya Kenya pale waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Amina Mohamed alipokosa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Juhudi za Rais Kenyatta kumpigia debe waziri Amina ziligharimu serikali zaidi ya shilingi milioni 350. Tunauliza, je, mbali na Kenya kupata sifa kwa kuwa na Mkenya akiongoza tume ya Umoja wa Afrika, je, wadhifa huo ungemfaidi vipi Mkenya wa kiwango cha chini, hasa anayetatizwa na ukosefu wa chakula, huduma za afya, ajira na masuala mengine mengi anayokumbana nayo? Ni swali ambalo ningependa kuanza na wewe Mheshimiwa Ichung'wah. Unajua kando na yale ambayo tunaita national pride. Naam. Na hisia ya kuwa kama wa Kenya, tunaye kiongozi ambaye anatajika Afrika nzima na dunia nzima. Na kwanza nimpe shukrani zangu Bi Amina Mohamed. Sababu campaign aliyofanya na ule ujasiri alikuwa nao kwa ile campaign yake, ambayo alisaidiwa sana na rais mwenyewe, hata naibu wa rais, na sisi wote wa Kenya wote ambao ni wapenda nchi tulimuombea na tukamtakia heri njema ili aweze kupata kile kiti. Ni vibaya tu ya kuwa hakupata, na hayo ni mambo ambayo mtu kubali ya kuwa asikubali kushindwa sio mshindani. Nimekwambia isipokuwa ile national pride. Pia kwa mambo ya kuwa nchi yetu inakuwa ni nchi ambayo inaweza kuonekana Afrika kama kiongozi, na sio kiongozi tu kwa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, ila Afrika nzima na kwa dunia. Kama tungepata ile nafasi ya kuongoza African Union, basi tungekuwa tumeweka nchi yetu kwa hali ambayo kwa sifa kubwa ambayo inatusaidia kama nchi. Ikija ni mambo ya biashara, mnaye mtu ambaye anaweza kuwatetea kibiashara zaidi na kusaidiana, na ambao anaonekana kwa mstari wa mbele kuliongoza taifa, anaongoza Afrika, lakini akionekana kama Mkenya. Wengi ambao wangetaka kufanya biashara na Kenya wanapata ile nafasi. Pia kwa mambo ya utalii ingekuwa ni mambo muhimu sana. La muhimu zaidi ni mambo ya integration. Umoja wetu kama bara la Afrika, umoja wetu kama eneo la Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Ule utangamano wa kushikanisha nchi zetu na kuleta uchumi ambao ni uchumi wa Afrika yote nzima. Angeweza zaidi kujaribu kushikanisha, kuleta better integration ya Afrika, na hayo ni mambo ambayo yangekuwa kwa manufaa kwetu sisi kama nchi, sababu nafungua uchumi wa nchi zingine, tuweze kupeleka bidhaa zetu huko, watu wetu waweze kupata ajira huko. Na Amina ni mtu ambaye kazi yenye amefanya kwa UN, kazi yenye amefanya kama waziri
wa Foreign Affairs anao ujuzi mwingi ambao ungekuwa manufaa sana. Ana tajriba ya kutosha kufanya kazi. Ya kutosha. Unajua tena kutoka serikalini anajua yale majukumu amekuwa nayo kama waziri wa nchi wa Foreign Affairs. Na ndio maana ningependa kumuuliza Senator, kwa nini basi iwe kwamba katika mitandao ya kijamii Wakenya wengi wametoka na kumzoma, wengi wamemzomea kwamba walikuwa wanaharibu pesa tu, wengine wamesema kwamba ilikuwa ni kwenda kuwasaidia rais na naibu wake, wengine wamesema mambo mengi ambayo wengi wameshtushwa kwamba kwa nini Wakenya wamejitolea kwa mtandao kumzomea. Unajua, kwanza msimamo wetu kama upinzani ni kwamba Amina akienda kule kutafuta ile kiti ya awe mwenyekiti wa AU Commission ni kama kupeleka Harambee Stars kwa mechi ya Africa Cup of Nations. Harambee Stars wakienda kule wanacheza kwa niaba ya nchi. Kwa hivyo unakubaliana naye, national pride. Kwa hivyo nakubaliana. Mimi ningefurahi Amina angeshinda. Sababu ni moja wetu. Ndiyo. Mimi ufurahi kila wakati Harambee Stars ikishinda. Wanaraga wengine athletes akinarudisha wakishinda, inaleta ile national pride. So let's start from there. Isisemekane kwamba upinzani walikuwa wanapinga Amina ili asiwe mwenyekiti, sababu yeye ni Mkenya, yeye ni msichana wetu, na ingekuwa ni pride kubwa kabisa angepata kile kiti. Number 2, kama mwenyekiti wa AU, manufaa hayangekuwa ya Kenya pekee. Sababu aendi pale kama ambassador wa Kenya, anaenda pale kama kiongozi wa Africa Union, Afrika nzima. Na kama manufaa yangekuja Kenya, Uganda, Chad na wale wengine pia wangetarajia wapate manufaa. Kwa hivyo tujue ile kiti alikuwa anatafuta haikuwa kiti ya kuboresha uchumi, ya kuboresha utalii, ya kutengeneza barabara hapa Kenya. Ilikuwa ni kiti ambayo inaangazia ile ajenda kubwa ya Pan-Africanism. Lakini kile ambacho kimewakasirisha Wakenya wengi ni zile senti ambazo zilitumika kumpigia debe Amina. Wewe mwenyewe umesema ni milioni 350. Hii inafanyika wakati kuna baa la njaa nchini. Inafanyika wakati madaktari hawajafanya kazi kwa siku 60 na Wakenya wanaendelea kuumia. Kampeni inaendelea wakati vijana wetu Somalia wameuawa. Rais yuko Ethiopia. Vijana wameuawa. Sawa, alienda kushughulikia maneno ya Amina. Lakini rais kurudi nchini ingekuwa ni kazi kubwa kiasi gani rais aomboleze na wale. Kwa hivyo kwa kifupi unachojaribu kusema ni kwamba rais angeachana na swala la kumpigia debe Amina, akaangalia masuala ambayo ni ya muhimu na dharura nchini. Sio angeachana na maneno ya Amina. Angeshughulikia Amina, lakini at the same time akitumia the same energy, the same zeal. Walizunguka Afrika nzima. Hakuna nchi ambayo hawakuenda. All the countries in Africa. Na rais hapa Kenya kuna counties ambazo hajatembelea. Kama rais angetumia ule energy na stamina na spirit kutatua zile shida ambazo zinakumba wa Kenya, we would all be happy. Hata sisi kama upinzani atungekuwa na agenda. Chenye tunaomba rais atumie TJ 60 days madaktari hawajafanya kazi. Wakenya wanaumia. Miezi miwili unatumia milioni 300 na hiyo budget italetwa kwa National Assembly. Hawa jamaa watapitisha. Hatujaambiwa kama procurement ilifanyika. Acha nimpatie Bobby nafasi. Hizo ndio shida ndogo tunazo hapa. Pia tungependa azungumzie swala hili kwa sababu kama namsikia senator vizuri anachosema ni kwamba unaweza tafuna Big G na bado ukapanda ngazi. Kwamba ile nguvu, ile ari, kila kitu ambacho alitumia rais kule Addis Ababa anaweza akatumia hiyo nguvu na ari kutatua matatizo ambayo yako nchini kama vile janga la njaa, wagonjwa ambao hawapati matibabu. Sijui kama nimempata sawa. Najiunga mkono na mawazo yao na usemi wao waheshimiwa wote wawili, kwamba na hata wiki jana tuligusia hili swala kwamba Balozi Amina ni Mkenya na tungependa Mkenya yeyote ambaye anatuwakilisha katika ngazi ya kimataifa. Tunamtakia kila laheri wachezaji wetu, hata waheshimiwa wetu wakitembea, tunatakia kila laheri. Kwa hivyo ilikuwa ni sikitiko kwamba hakuweza kupokea ama kupata ule wadhifa. La pili, nadhani
yale maneno ambayo yametoka kwa Wakenya na nikimuunga mkono senator ni kwamba pengine huu usimamizi ama serikali ya kitaifa kuonyesha kipaumbele ama vipaumbele katika masuala ambayo ndio yanamgusa Mkenya kila siku, ndio ambapo naona kwamba wamefeli. Kwamba kiishara ni kana kwamba hili swala la kuona kwamba Balozi Amina alikuwa amepokea ule wadhifa ulikuwa ni kama ni jambo la kipaumbele kuliko yale maswala ambayo yanawakumba Wakenya hapa nchini, mambo ya afya, mambo ya hata sasa vyuo vikuu tunajua wamefunga na kuna mambo mengi ya kiuchumi. Lakini pia tukumbuke kwamba hela zile zilitumika. Kuna mara nyingine tunasema kwamba lazima uwekeze ili uweze kupata. Na Mheshimiwa Ishung'wa ameelezea vizuri kwamba pengine yale mazao ambayo angetokana na Balozi Amina kupata ule wadhifa hatungeyapata moja kwa moja, lakini ni yale mambo ambayo tunasema trickle down, yani kadri muda unavyozidi kusonga mbele. Na yeye pia alikuwa ametoa dira yake kama manifesto yake, vision yake ya jinsi atakavyoongoza hii tume ya AU na jambo la biashara, haki za kina mama, haki za vijana kuweza kupata ajira, kwa kuweza kuvutia uwekezaji hapa Afrika, ilikuwa ni jambo ambalo yeye alikuwa amezungumzia. Lakini pia lazima tuweze kuzoa mafunzo ambayo tuliyopata katika huu mchakato. Na yeye mwenyewe alisema baadaye kwamba kunayo mafunzo ambayo lazima tuyapokee. Ndio, kuna yale ambayo yaliwagadhabisha Wakenya, na kuna mengine ambayo hata ningependa pengine niulize na waheshimiwa nieleze, kwa sababu ilijitokeza kama ilikuwa ni project ya serikali peke yake. Ilikuwa tu ni mradi, ni Mkenya Harambee Stars, lakini ni kama ni mradi tu wa serikali, ni mradi tu wa chama. Nashangaa ni kwa nini hatukuweza kuhusisha taifa lote. Tukiangalia upande wa upinzani, tunao vigogo wa ubalozi wa diplomasia, viongozi ambao wana ushawishi, wana ufuasi mkubwa hapa barani Afrika. Tunaye aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ambaye anasifika, anafahamika katika bara hili vizuri. Tunaye aliyekuwa wakati mmoja waziri wa masuala ya nje, Kalonzo. Masuala unayozua ndio yale ambayo kwa hivyo nilikuwa nashangaa kwa nini hawa pia hawakuhusishwa, ili pengine tungemuuza vizuri, tungeweza kumpigia debe vizuri kama ingekuwa ni mradi wa kitaifa. Lakini niseme tu kwamba hili ni funzo ambalo lazima tulipokee. Nadhani pengine serikali imelichukua na sisi kama Wakenya pia tumelichukua, ili siku za usoni endapo kutakuwa ni wewe TJ tunakuuza, tujue ni jinsi zipi ambazo tutazitumia ili uweze kufaulu na sisi wenyewe tuweze kufaulu. TJ, kuna jambo moja nataka nikubaliana na Bobby. Ndio. Ya kuwa project Amina kama angeonekana kama project. Ndio. Sio project ya serikali. Amina venye senator amesema ni Mkenya, ni msichana wetu, na ingekuwa ni jambo nzuri sana kama angeweza kufaulu. Lakini mahali natofautiana na Bobby ni kuwa serikali haikumpea mtu yeyote mwingine nafasi kumfanyia kampeni Amina. Kumbuka aliyekuwa waziri mkuu, ndio, nimemsikia akisafiri nchi kadhaa wakati kampeni imekuwa ikiendeshwa ya Amina za Kiafrika. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye amekuwa diplomasia, amekuwa waziri wa mambo ya nchi za kigeni wa foreign affairs. Ndio. Moses Wetangula pia, wote sio lazima usafiri pia. Kunazo hizi simu za lakini wanaweza sema hawakuhusishwa. Lakini nataka nikwambie, wewe kama wapenda nchi lako, umesafiri ukaenda Tanzania, umesafiri ukaenda Ghana. Mimi tulikuwa na Raila Ghana. Ndio. Wakati rais mgeni akiapishwa wa Ghana.
na kama angekuwa huko afanyia Amina kampeni. Lakini hawa ni watu ambao patriotism ama mapenzi ya nchi yao hawana. Hawa ni watu ambao hungoja mambo mabaya yafanyike. Unasikia senator hapa, sikiza kwanza, senator huyu ako hapa, ndio anakaa hapa, unamuuliza maswali ya Amina na fedha zilizotumika, badala kujibu akwambie kama angefaulu hatungeangazia sana zile fedha zimetumika. Tungeangalia hiyo national pride, tungeangazia yale manufaa ambayo tungepata kama ningependa kufunga huo mjadala. Lakini lazima ngoja nimalize hiyo point. Senator akajua kama ameketi tu hapa karibu na mimi, karibu ni mzambe kofi akisema ya kuwa rais ako Ethiopia wakati wanajeshi wanakufa Somalia. Na unajua hiyo ndio hatua kubwa kabisa ya kukosa mapenzi na nchi yako. Hawa ni watu ambao wamezoea mazishi kutoka Jumatatu mpaka Jumapili, wapata mahali ya kufanyia kampeni. Wacha nikwambie, tupatie nafasi basi. Unajua lazima tuwe tofauti na wale vijana ambao wako base sahihi ambao wanatusikiza. Sababu lazima tuwapatie ukweli na tuwapatie information ambayo inaweza wasaidia. Huwezi niambia ati Raila akienda Ghana kufanya ziara yake aanze kumpigia kampeni Amina na haelewi ni agenda gani serikali imeweka. Aliuliza akakosa kupewa. Sasa nyinyi mko na watu ambao wanalipwa kuwa mawaziri, watu ambao wanatumia senti za umma kufanya hii kazi. Huwezi niambia ati sasa Raila angeondoka aende na nyinyi hiyo milioni 300, kwa sababu swali lilikuwa hili. Shida yao ni kutopewa pesa kwenda kufanya kampeni. Swali lilikuwa hili kwa sababu sisi kama Radio Maisha hapa tunasimamia haki ya mwananchi, na tunauliza swali kwa niaba ya mwananchi kwamba je, wadhifa huo ungemfaidi vipi Mkenya wa kiwango cha chini, hasa anayetatizwa na ukosefu? Na nafikiri nitamwachia Mkenya kisha tuende kwa dakika moja. TJ, unajua hata wanariadha wetu walipoenda Rio walirudi na dhahabu, lakini tulifanya uchunguzi kuona kwamba senti ambazo walipewa zilitumika vizuri, na rais mwenyewe amesema we must investigate Rio. Amerudia mara mingi. Hata hii kampeni ya Amina it needs to be investigated. Si ati akirudi ati pengine angeshinda atungeulizia hiyo milioni 300 ilienda wapi. Hata hivi sasa angepata. Ama sasa vile amekosa lazima tuambiwe the 300 million zilitumika kwa njia gani na mbona haikuenda kuwapatia Wakenya chakula. Tuende kwa swala la pili. Ni vizuri TJ uangazie haya. Mambo ya fedha kutumika. Ni waarifu wa Kenya ya kuwa hayo sio mambo hata yafaa kuchunguzwa, sababu kila mwaka ama kila mwezi Auditor General anachunguza. Kwa hivyo itachunguzwa na tutapata jinsi serikali inatumia fedha zake. Kwa hivyo wasienda kutafutia mambo ambayo hayako. Waseme uchungu ni kuwa hakupewa pesa kwa kufanya kampeni. Msikilizaji na mtazamaji popote ulipo, unaweza kuchangia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 22277 au Twitter @Radio Maisha na ukurasa wa Radio Maisha kwenye Facebook. Swali la kwanza ni je, wadhifa ambaye angeupata Waziri Amina Mohamed ungemfaidi vipi Mkenya wa kiwango cha chini, hasa anayetatizwa na ukosefu wa chakula, huduma za afya, ajira na masuala mengine mengi ambayo wanakumbana nayo katika maisha. Na swala jingine msumari wiki hii limekuwa lile la utata katika sajili ya wapiga kura. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga amedai kwamba upo usajili wa wapiga kura hewa ambao katika ngome za chama tawala cha Jubilee. Vile vile amesema kwamba kupo kusajili nambari za vitambulisho ambazo hazipo kwenye sajili ya vitambulisho. Hapo Jumatano Raila amekwenda kwenye kituo cha usajili cha Lavington Primary na kuingiza baadhi ya nambari hewa kwenye mtambo wa BVR na kuona majina ya watu yakitokea. Mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati amesema huenda hilo ni tatizo ambalo limeingizwa kwenye sajili katika usajili wa mwaka wa 2013. Wafula anasema usajili wa sasa unaendeshwa kwa njia ya kisheria wala hakuna njama zozote. Sasa basi, ni bayana kuwa kuna mushkil katika daftari zima la usajili. Swala kuu hapa ni je, kuna mtu ama watu ambao wana mipango potofu ya kutatiza kuweko usajili na upigaji kura kwa njia ya uwazi na ya haki?
Na iwapo madai ya upinzani ni ya kweli, nani anatakiwa ama atakuwa msuluhishi wa zogo hili ambalo limeanza kabla hata kufanyika uchaguzi? Tutaanza nawe Bobby. Ndio. Jambo lingine la kusikitisha, manake tunayo historia hapa ambayo tulikuwa tunapaswa tujifunze nayo mwaka wa 2007, mwaka wa 2013. Ndio. Miezi mitano hivi iliyopita kulikuwa na mazungumzo kuhusu uchaguzi na sheria ambazo zinaambatana na uchaguzi. Na kuona ya kwamba baada ya haya malumbano, masikizano na maazimio, mchakato ungali una shida. Ni kusema kwamba kunao Wakenya ambao wanazembea katika kazi zao, lakini hata hivyo kunao Wakenya ambao hawana uchungu wa nchi hii. Kunao Wakenya ambao si wazalendo. Manake kuendesha mchakato ambao kufikia kwa sasa tunaona matatizo ambayo ni kama haya na yanalenga na yanaturudisha tulipokuwa mwaka wa 2013, 2006 and 7. Ni kusema kwamba kuna Wakenya ambao hawajali wengine. Si kutarajia mimi binafsi kwamba huu mchakato utakuwa na tashwishi zozote, haswa kwa kiwango ambacho tumekiona kwa sasa, kwa sababu kama nilivyosema, kumekuwa na mchakato wa kujaribu kuyazungumzia na kuyatatua na kutoa suluhu ya haya mambo ambayo tunayasikia kwa sasa. Ndio kumekuwa kuna tashwishi pia kwamba upande mmoja unasema kuna hii shida, upande mwingine unasema kwamba hamna hizi shida, madai lakini hivi tulikuwa tunazungumza na marafiki, tunasema kwamba unajua Waswahili wanasema pasipo jambo laja, ndio. Kama alipo laja. Na kuna mmoja wao alibadilisha akasema kama jambo alipo lakini Raila akilitaja basi laja. Na ni kwa sababu ya pia hiyo historia ya kwamba hata mwaka wa 2007, mwaka wa 2013 na kwa sasa yeye alikuwa anasema kwamba kuna matatizo katika mchakato wa uchaguzi, na sio katika usajili ama katika sajili pekee yake, lakini katika sehemu ama sekta nyinginezo ambazo zinaambatana na uchaguzi. Kwa hivyo kwangu la busara ni kwamba haya matatizo ambayo yanajitokeza kwa sasa yasifanywe ni mambo ama hoja za midahalo ya kisiasa. Manake hatari ambayo imejitokeza kwa sasa ni kwamba tume ya IBC imewekwa katikati tena. Rifari amewekwa katikati na watu haswa upande wa upinzani na upande wa serikali sasa wanaanza kuzomeana na kuweka IBC, tume huru, katikati ya midahalo yao, na hiyo itakuwa ni hatari sana tukielekea katika uchaguzi. Jambo ambalo lingekuwa la busara ni kuona kwamba endapo kuna matatizo yoyote ambayo yamejichipuza yaweze kushughulikiwa na yawachiwe tume iweze kuyashughulikia na kuwapa Wakenya taarifa kamili. Lakini tukisema kwamba kwa sababu ni mtu fulani ambaye ndiyo amesema kwamba kuna shida fulani, basi tupuuze hayo maneno na tume isiweze kuyashughulikia kikamilifu, basi tutakuwa tunaelekea kwa uchaguzi mkuu tukikosa imani, Wakenya wakisadiki ni nini kinachoendelea. Na nadhania pia haya maneno ndio yanachangia usajili. Kumpatia nafasi senator, lakini kabla sijampatia senator ningependa kumpatia nafasi msikilizaji na mtazamaji. Unaweza changia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 22277 au Twitter kwa Radio Maisha na ukurasa wa Radio Maisha kwenye Facebook. Hii ni Kenya Leo, kipindi kinachokujia kila Jumapili kuanzia saa 12 hadi saa 1. Radio Maisha, tuko tayari, iwe ngoma